إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وتكفوا إسلام nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Kumcha Allah tabaraka wa taala ni sababu ya kufanikiwa fi dunya wal akhirah, duniani na akhira. Ibadallah, hakika katika ibada kubwa ni kumwomba Allah tabaraka wa taala. Kumwomba Allah tabaraka wa taala ni katika ibada kubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Amesema Mola wenu, niombeni nitawaitikieni, hakika wale ambao wanafanya kiburi katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia jahannam hali ya kuwa ni wanyonge. Mtume sallallahu alayhi wasallam sema akizungumzia ubora wa ad-du'a, ubora wa dua, anasema sallallahu alayhi wasallam, laisa shay'un akrama 'ala Allah min ad-du'a, hakuna jambo ambalo ni bora kwa Allah tabaraka wa taala kama kumwomba Allah tabaraka wa taala, kama dua. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ad-du'a
huwa al-ibada, dua ni ibada. Kumuomba Allah tabaraka wa taala ni ibada. Hili jambo anatakiwa alijue Muislamu. Muislamu anatakiwa ajue kwamba kule kumuomba Allah tabaraka wa taala ni ibada. Dua ni ibada. Hata kama majibu yatachelewa, unatakiwa uendelee kumuomba Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hii ni ibada. Na ukimuomba Allah tabaraka wa taala unapata malipo ya kufanya hii ibada, unapata malipo ya kumuomba Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, ukiangalia katika surati al-Baqara zile aya za funga, utakuta ya kwamba Allah tabaraka wa taala anasema ya kwamba wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Wakikuuliza waja wangu kuhusiana na mimi nipo karibu, najibu dua ya mwenye kuomba, idha da'ani, pale anaponiomba. Hii aya ibadallah imekaa katikati ya aya za funga. Siri yake ni nini? Hikima yake ni nini? Hikima yake ni kwamba dua inajibiwa katika mwezi wa Ramadhani al-Mubarak. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa azidishe dua, azidishe kumwomba Allah tabaraka wa taala. Dua yake itajibiwa katika haya masiku bora yenye baraka. Allah tabaraka wa taala anasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Wakikuuliza waja wangu kuhusiana na mimi nipo karibu. Allah tabaraka wa taala anasema yeye yupo karibu. Yupo karibu na yule ambaye anamuomba na anajibu dua yake na anaitikia dua yake. Kwa hiyo katika haya masiku bora, zidisha ya Abdallah, ewe mja wa Allah tabaraka wa taala, zidisha katika kumwomba Allah tabaraka wa taala, dua yako itajibiwa na Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, dua ina adabu zake na ina utaratibu wake ambao umekuja kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala na umekuja katika sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika adabu za ad-dua, katika adabu za dua, al-ikhlas, ni kuwa na ikhlas. Kuwa na ikhlas ni adabu muhimu sana katika adabu za dua, katika adabu za kumwomba Allah tabaraka wa taala. Fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Allah tabaraka wa taala anawazungumzia washirikina, anasema ya kwamba wakipanda safina, wakipanda meli, wakawa baharini, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, wanamuomba Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa wanamtakasia ibada, na Allah tabaraka wa taala anajibu dua yao. Ibadallah,
yule ambaye amedhulumiwa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba dua yake haina kizuizi kwa Allah tabaraka wa taala, mpaka akasema ogopa dua ya yule ambaye amedhulumiwa, fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab. Hii dua haina kizuizi na Allah tabaraka wa taala. Kwa nini ibadallah? Kwa sababu yule ambaye amedhulumiwa anapomwomba Allah tabaraka wa taala, anamuomba Allah tabaraka wa taala kwa ikhlas na kwa uchungu. Ndio maana dua yake haina kizuizi kwa Allah tabaraka wa taala. Na katika adabu za dua, unapomwomba Allah tabaraka wa taala, tanguliza kwenye dua yako kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumsifu na kumwombea swala na salam Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukitaka kumwomba Allah tabaraka wa taala, ile dua yako tanguliza kumhimidi Allah na kumsifu na kumsalia na kumsalimu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsikia bwana mmoja anaomba dua, hajamhimidi Allah na hajamtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ajila hadha, huyu amefanya haraka, huyu amefanya pupa. Katika dua unapomwomba Allah tabaraka wa taala, kwanza msifu Allah na mtakie sala na salam Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha baada ya hapo unamuomba Allah tabaraka wa taala. Angalieni katika suratul Fatiha. Suratul Fatiha ndani yake kuna dua, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Hii ni dua, na ni dua ambayo waislamu wanaiomba kila siku katika swala zao. Hii dua imetanguliwa na kumsifu na kumhimidi Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huku kote ni kumsifu Allah tabaraka wa taala na ni kumhimidi Allah tabaraka wa taala. Baada ya hapo ndio inakuja dua, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Na katika adabu za dua ni kumwomba Allah tabaraka wa taala kwa unyenyekevu na kwa sauti ya chini. Unamwomba Allah tabaraka wa taala kwa unyenyekevu na kwa sauti ya chini, sio kwa sauti ya juu. Anasema Allah tabaraka wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, muombeeni Mola wenu kwa unyenyekevu na kwa sauti za chini. Innahu la yuhibbul mu'tadin, hakika Allah tabaraka wa taala hawapendi wale ambao wanavuka mipaka katika dua. Katika kuvuka mipaka katika dua ni kumwomba Allah tabaraka wa taala kwa sauti ya juu na piga makelele. Dua inaombwa kwa sauti ya chini.
Allah tabaraka wa taala amemwelezea Zakaria alayhi salam katika surati Maryam. Allah anasema idh nada rabbahu nidaan khafiya, kumbuka pale ambapo alimuomba Mola wake dua ya sauti ya chini, akamwambia Allah tabaraka wa taala, ewe Mola wangu, hakika mifupa yangu imedhoofika, nimechoka, umri umeenda, nina mvi nyingi. Akamwambia Allah tabaraka wa taala, walam akum biduaika rabbi shaqiya, na katika kukuomba Mola wangu sijawahi kuambulia patupu. Huwa nikikuomba napata majibu, unaitikia dua yangu, na mara hii vile vile na kuomba uniitikie dua yangu. Akamwambia Allah tabaraka wa taala, mimi nahofia hawa watu wangu wa karibu wataacha dini kwa sababu ya kushughulishwa na dunia. Sina mtoto ambaye atakuja kuiendeleza dini. Mola wangu, na kuomba unijalie mtoto ambaye ataendeleza dini, yarithuni wa yarithu min ali yaquba, atanirithi mimi na tarithi familia ya Yaqub. Waj'alhu rabbi radiya, na ewe Mola wangu, na kuomba huyu mtoto ambaye utanijalia, utanipa, mjalie marudhiyan fi dinihi, ni mtoto ambaye anaridhiwa katika dini yake, wa khulqihi, na tabia yake, wa ilmihi, na elimu yake vile vile. Allah tabaraka wa taala akajibu dua ya Zakaria, akamwambia Zakaria alayhi salam kwamba nakupa bishara, utapata mtoto, jina lake ni Yahya. Hili ni jina ambalo hakuna mtu ambaye ameitwa kabla. Angalia, akamuomba Allah tabaraka wa taala nidaan khafiya, wito ambao ni wa chini, sauti ya chini. Anasema Allah tabaraka wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, muombeni Mola wenu kwa unyenyekevu na kwa sauti ya chini. Unamwomba Allah tabaraka wa taala kwa unyenyekevu na kwa sauti ya chini. Allah tabaraka wa taala akasema vile vile, wad'uuhu khawfan wa tamaa, na muombeni Allah tabaraka wa taala kwa hofu na vile vile kwa matumaini. Una matumaini ya kwamba Allah tabaraka wa taala atajibu dua yangu, na unakuwa na hofu kwamba huenda Allah tabaraka wa taala asikubali hii amali yangu. Dua ikisuhubiana na al-khawf wat-tama' inakuwa ni sababu ya kujibiwa kwa Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, na katika adabu za dua, ili dua yako ikubaliwe kwa Allah tabaraka wa taala, unatakiwa ujiepushe na chumo la haram. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja mtu ambaye anarefusha safari, nywele zake zimetimka,
ana vumbi, ananyanyua mikono yake juu, ya rab ya rab ya rab, ewe Mola wangu, anamuomba Allah tabarak wa taala, lakini dua yake haikubaliki. Shida ni nini? Amefanya nini? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, chakula chake ni cha haram. Wa masharabuhu haram, kinywaji chake ni cha haram. Wa malbasuhu haram, mavazi yake ni ya haram. Fa anna yustajabu lahu, vipi atakubaliwa dua yake kwa Allah tabaraka wa taala? Wa ghudhiya bil haram, na amenishwa haram, vipi dua yake itakubaliwa kwa Allah tabaraka wa taala? Na hali yake ndo hii, ni mtu ambaye chumo lake ni la haram, kisha anamuomba Allah tabaraka wa taala mtoto mwema. Mtoto mwema atampata vipi? Anamuomba Allah tabaraka wa taala mke mwema, atampata vipi? Anamuomba Allah tabaraka wa taala amuondolee maradhi, ataondolewa vipi? Hali yake ndio hii. Fa anna yustajabu lahu, vipi atakubaliwa dua yake kwa Allah tabaraka wa taala? Ibadallah, na katika adabu za dua, unapomuomba Allah tabaraka wa taala, muombe Allah tabaraka wa taala kwa zile dua ambazo zina maana pana, zina maana kubwa. Chagua dua ambazo zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dua ambazo bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anamuomba Allah tabaraka wa taala, na maana yake ni pana na maana yake ni kubwa kabisa. Katika dua ambazo alikuwa anadhikithirisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni hii dua. Hii dua Mtume alikuwa anaiomba mara kwa mara. Juzi kuna mtu mmoja anauliza, katika mwezi wa Ramadhani ni ipi dua ambayo naweza nikakithirisha? Dua kama hii unaweza ukakithirisha kama alivyokuwa anakithirisha bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume alikuwa anakithirisha hii dua mara kwa mara, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ewe Mola wetu, tupe katika hii dunia hasana, na akhera vile vile tupe hasana, wa qina adhaban nar, na vile vile tukinge na adhabu ya moto. Hii dua ni dua ambayo imebeba maana pana kikweli kweli. Nini maana ya hasana? Kuna wema waliopita wakasema kwamba hasana ni mke mwema, wengine wakasema ni kipando kizuri, wengine wakasema ni nyumba pana, nyumba nzuri ambayo inamtosha mtu na familia yake, mpaka na wageni wakija inawatosha. Kwa ufupi, unamuomba Allah tabaraka wa taala haya mambo yote haya. Rabbana atina fid dunya hasana, ewe Mola wetu tupe mema duniani, tupe mazuri duniani. Yanaingia mambo yote mazuri duniani: mke mwema, nyumba nzuri, kipando kizuri, watoto wema, afya njema. Wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hii ni dua ambayo alikuwa anaikithinisha bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na katika dua ambazo zina maana pana ambazo alikuwa anakithinisha bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuomba Allah tabaraka wa taala asubuhi na jioni, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati, Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi
wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bighadamatika an ughtala min tahti. Hii ni dua ambayo ar-Rasulul Karim sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamuomba Allah tabaraka wa taala sabahan wa masaan, asubuhi na jioni. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, nini maana ya hii dua ambayo alikuwa anaiomba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam sabahan wa masaa, asubuhi na jioni? Maana yake unamuomba Allah tabaraka wa taala salama duniani na akhera. Unamuomba Allah tabaraka wa taala salama kwenye upande wa dini yako, dini yako ibakie salama, ibakie ni imara. Ni wangapi ambao walikuwa na dini kisha baada ya hapo wakaacha dini yao? Unamuomba Allah tabaraka wa taala salama katika dini yako, na unamuomba Allah tabaraka wa taala salama katika dunia yako, na unamuomba Allah tabaraka wa taala salama kwenye familia yako, familia yako ibakie ni salama, na unamuomba Allah tabaraka wa taala salama katika mali yako, mali yako iwe salama. Kuna bwana mmoja aliniambia anaibiwa mali dukani mara kwa mara. Ananiambia, mwalimu, nina miezi miwili hela hazikai, kila nikipata nikiweka kurudi hakuna. Nikamwambia kuna dua ar-Rasulul Karim sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaiomba asubuhi na jioni. Iombe hii dua kwa unyenyekevu na kwa ikhlas. Allah tabaraka wa taala akikujibu, mali yako inahifadhika, mali yako inalindwa. Najitahidi kusoma ayatul kursi pale usini, sikiliza Qur'ani, soma Qur'ani, hii hali itaondoka. Na vile vile nyumbani soma Qur'ani, soma ayatul kursi wakati wa kulala, hii hali itaondoka. Baada ya muda akanipigia simu kanambia ile hali imeondoka. Angalia faida ya kumwomba Allah tabaraka wa taala, faida ya kutaka kinga kwa Allah tabaraka wa taala. Hii dunia ina mambo mengi, ina balaa nyingi. Hauwezi ukatoboa, hauwezi ukafanikiwa kama hautosaidiwa na Allah tabaraka wa taala. Allahumma astur aurati, dua inaendelea, ewe Allah stiri zile aibu zangu, zile kasoro zangu. Wa amin rawati, na nipe amani na yale ambayo naogopa. Ewe Mola wangu nilinde mbele yangu na nyuma yangu, kuliani kwangu, kushotoni kwangu na juu yangu. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti, na najikinga na ukubwa wako kuzamishwa chini yangu. Hii ni dua muhimu sana katika dua ambazo alikuwa naomba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika surati al-Fatiha angalia, ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Nini maana ya hii dua? Tuongoze njia iliyonyoka, maana yake tuonyeshe njia iliyonyoka. Ukituonyesha, tujalie tuifuate. Kuna wangapi ambao wanafahamu njia iliyonyoka lakini hawezi kuifuata kwa sababu hawajajaliwa na Allah tabaraka wa taala? Na vile vile tuthibitishe katika njia iliyonyoka na tuzidishie uongofu, tuendelee kuijua na kuifahamu njia iliyonyoka. Katika dua muhimu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa naomba, tumalizie khutba yetu, ni hii dua adhim.
Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika, ewe Mola wangu, ewe Allah, najikinga kwako na kuondoka neema zako, wa tahawul afiyatik, na kuondoka afya yako uliyonijalia. Unamwomba Allah tabaraka wa taala aendelee kukudumishia afya uliyokuwa nayo isiondoke. Ni watu wangapi ambao walikuwa na afya nzuri kabisa, baada ya hapo akakosa afya yao? Ukienda kumsalimia, ukimwangalia, hauamini kwamba huyu ndo fulani. Neema ya Allah tabaraka wa taala imeondoka, afya ya Allah tabaraka wa taala imeondoka. Wa fujaat niqmatik, na Mola wangu najikinga kwako na kushtukizwa na adhabu yako. Wa jamii sakhatik, hii ni dua adhim ambayo alikuwa anaiomba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani al-Mubarak. Ibadallah, tukithirisha kumwomba Allah tabaraka wa taala, huenda Allah tabaraka wa taala akajibu dua zetu na ikawa ni sababu ya kufanikiwa fi dunia wal akhirah. Na ukimwomba Allah tabaraka wa taala usiwe na haraka na majibu. Ukiwa na haraka na majibu, dua haitokubaliwa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yustajabu li ahadikum ma lam yastajil, mmoja wenu inakubaliwa dua yake maadamu hajawa na pupa. Hajawa na pupa vipi? Pupa ni ipi? Anasema, da'autu falam yustajab li, nimeomba hamna kitu. Kwa hiyo anaacha. Mtu anasema nimeomba hamna kitu, anaacha. Hii ni sababu ya kutokujibiwa dua kwa Allah tabaraka wa taala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.